kipindi cha ujauzito kwa mwanamke kuna mabadiliko mengi ambayo yanatokea. Tunafahamu mambo kadhaa ambayo yanamfanya muonekano wa mwanamke pengine unabadilika kabisa kutoka kuwa mzuri, mrembo kama alivyokuwa mwanzoni na kuwa na mtazamo wa kimama. Kwa wengi sana wanakuwa wanashangaa mabadiliko haya ya kiumbo, ambapo kuna baadhi ya wanawake wanahangaika sana kujirejesha kwenye maumbile ya awali. Kuna baadhi ya mabadiliko ikiwemo kutoka michirizi ambayo huwa inapita kwenye tumbo, kwenye matiti, lakini pia kwenye hips, ambayo yote inatokana na ngozi kujivuta sana wakati wa ujauzito, lakini pia hata kubeba maziwa kwa ajili ya kunyonyesha mtoto, lakini pia kukua kwa misuli ya tumbo. Kwa hiyo kunakuwa na mabadiliko hayo. Lakini pia badiliko la pili, ukiacha hizo stretch mark, ni kuwa na ngozi iliyovutika sana ambayo inabakia, ambayo yote inatokea hasa maeneo ya tumboni. Kuna ngozi ambayo inabaki. Lakini pia hips zinakuwa kubwa zaidi, yani zinakuwa widen kutokana na kipindi cha kujifungua. Lakini pia kuna mabadiliko yale ya nywele kupuputika, lakini pia mabadiliko mengine mengi, ikiwemo pia hata kukosa nuru ya ngozi kama awali, na huku ikirejea taratibu. Uzuri mambo yote hayo yanabadilika. Lakini sasa kuna hili moja ambalo wengi wamekuwa wakishangaa, ambao hata wanawake wenyewe limekuwa swala ambalo linadiskasiwa sana mitandaoni. Swala hili sio jingine bali ni mabadiliko ya ukubwa wa pua wakati wa ujauzito, ambao wataalamu wanaita pregnancy nose. Pua ya mwanamke kabla hajapata ujauzito inakuwa ya kawaida, lakini mara tu baada ya mimba kumhambo, pua inakuwa kubwa kweli kweli. Lakini pia akijifungua inarudi kidogo tu, lakini inabakia hivyo na anakuwa na muonekano mpya kabisa. Sasa pua ni moja ya vitu ambavyo vinafanya uzuri wa mtu uonekane. Hivyo mabadiliko ya sehemu hizo za uso, ikiwemo macho, masikio, pua, midomo, ni kitu ambacho kinakuwa noticeable. Yani sio kitu cha kukiacha tu, kikiona unagundua kuna mabadiliko. Hivyo kuna wengine ambao walikuwa wajawazito wakawa wabaya kabisa baada ya kujifungua, tofauti na walivyokuwa mwanzo. Na hayo ni mabadiliko ya lazima ambayo yanamfanya mtu sasa awe mama. Kwa hiyo wanawake wengi sana wamekuwa wakihangaika kurudisha pua zao. Wengine mpaka anafikia hatua ya kufanya operation, ile upasuaji, cosmetic surgeries, plastic surgeries, mradi tu kufanya pua iwe nyembamba tena. Lakini mabadiliko haya sasa tuyaangalie hapo kwa kina, ni nini na inatokana na nini, na je tunaweza tukarudisha mabadiliko haya ya pua pua ikawa kama awali, na hivyo kuweka uthabiti wa urembo wa mwanamke. Sasa kitaalamu bwana wenyewe wanasema pregnancy nose ni mabadiliko ya taratibu ya kuvimba kwa pua, ambapo kuna baadhi ya mambo mengi yanayosababisha pua hiyo ikuwe kubwa. Kwa mujibu wa Dr. Jane Van Dis, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya uzazi pamoja na ulezi wa watoto, anasema kuwa kuvimba huko kwa pua kunatokana na homoni ya estrogen kukua kubwa kipindi cha ujauzito, ambayo yenyewe inasababisha misuli ya damu, blood vessels hiyo, ambayo ipo maeneo mengi ya mwili, ikiwemo sehemu za pua kurelax na kujaa ili damu iflow vizuri kwenye mishipa. Hiyo inapelekea kuvimba huko kwa pua, na pua inapokuwa kubwa inaonyesha kwamba mwanamke ana ujauzito imara, thabiti na wenye afya. Sasa mabadiliko ya pua huwa yanafanyika taratibu, na pengine yanakuwa na matatizo kadha wa kadha. Ya kwanza, wenyewe wanasema mama mjamzito atapata hali ya kujisikia kama ana mafua. Kwa hiyo sauti yake inakuwa kama ina mafua. Lakini pia anaweza akapata nosebleed, yani kuvuja kwa damu kwenye pua kwa sababu kuna damu nyingi hapo. Lakini pia kipindi hichi wanasema kuna matatizo ya pua tu kuuma yenyewe. Hivyo yote hayo yanambatanisha na kukua kwa pua kuwa kubwa. Lakini wanasema hii sio kwamba inatokea kwa kila mwanamke.
ila asilimia kubwa, yani asilimia 90 ya wanawake wana experience hiyo nose pregnancy kwa kukua kwa pua kiasi hicho. Wengine wanakuwa na mabadiliko madogo sana ya pua zao na kurejelea pale wanapokuwa wamejifungua, lakini wengine hubaki na pua hizo hizo kubwa baada ya kujifungua. Wengine hupungua kwa kiwango kidogo, ambayo yote hii inaonekana ni normal kwa mujibu wa Dr. Van Dis. Lakini wanasema swali la muhimu ni kwamba je, mtu anaweza kazuia pregnancy nose, yani kufanya pua yake mtu iwe kawaida kabisa wakati wa ujauzito? Anasema ukizuia pua hiyo kwa njia zingine, kwa mfano kubana kwa vifaa maalum ili mradi pua isiongezeke shape, manake utapelekea kuwa na matatizo ya upumuaji, lakini pia kuvuja kwa damu puani, kwa kuwa jambo hili ni la kibiolojia na la kawaida kabisa. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha unaacha mabadiliko haya yawe kawaida, na lolote ambalo unaweza kulifanya lifanye baada ya kujifungua. Lakini pia kuna mambo ambayo mtu anaweza kayafanya baada ya kujifungua ambayo anaweza kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida, ikiwemo ya kwanza ambayo imeshauriwa kwa wale ambao wanafanya matangazo ya uzuri na vitu kadhaa, ni kwamba kufanya plastic surgery ya kurudisha pua. Hilo jambo ni kwa wazungu huko. Kwa kibongo ni kwamba mtu anashauriwa awe analala mara nyingi wakati ametoka kujifungua, pumzike vya kutosha ili mwili ujigenerate na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini pia mtu anashauriwa kufanya mazoezi, lakini pia kuoga maji ya uvuguvugu, jambo ambalo litarejesha eneo lile la pua kama ilivyokuwa ya kawaida, na pia kufanya ile homoni ya estrogen isambae mwilini na kupungua baada ya ujauzito, hivyo kuondoa ile shinikizo kubwa la damu kwenye maeneo ya pua. Kwa hiyo mwanaume, ukiona mkeo amevimba pua, sio swala la kumkimbia kipindi cha ujauzito, ni kumfariji na kuhakikisha anafanya yote haya ambayo yanashauriwa. Lakini utu uzima unaendana na mabadiliko ya mwili, kutoka katika uzuri na ujana na mpaka kuwa na sura ya utu uzima na uzee hatimaye. Hivyo mabadiliko ya pua ni moja kati ya mabadiliko ambayo hayabadilishwi kama vile kuota mvi. Subscribe hapo, tuambie, je, wewe wakati upo mjamzito au mkeo alipokuwa mjamzito pua yake ilibadilika?